Naam, bado tuko makumbusho na kazi kubwa ambayo nimekuambia leo, tunahakikisha kwamba tunapeana elimu kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, na hasa ukijua kwamba kazi kubwa ambayo inafanywa na madereva lakini pia makondakta ni kuhakikisha kwamba wewe abiria ambaye unapanda kwenye vyombo hivyo unafika salama sehemu ambayo unatokea. Lakini hapa nitapiga story nijue wao changamoto gani ambazo wanakumbana nazo huko barabarani na mwisho wa siku namna gani ambayo tunaweza tukazitatua ili mambo yaweze kwenda shwari. Niko na brother hapa ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe pia, lakini uzoefu wake ana namna gani barabarani na mengi tutaweza kupiga. Bwana, habari yako brother? Safi. Kwema? Kwema. Wewe unaweza kujitambulisha jina lako ni nani, lakini pia ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Mbezi, jina langu Abdalla Juma. Ndio. Hivi una uzoefu wa kipindi cha muda gani toka umeanza kazi yako? Ni dereva au ni conductor? Dereva. Dereva. Miaka ngapi uko barabarani? Nafikiri miaka 20. Miaka 20? Ndio. Wow. Ndio. Unaweza kuniambia pengine katika miaka 20 kitu gani labda ambacho kimekufurahisha sana mpaka kazi yako sasa hivi bado unaendelea kuipenda? Riziki za kila siku zinapatikana, angalau ni ndogo, siku zinakuwa ndogo, siku zinakuwa kubwa, lakini unakuwa na uhakika kupata riziki. Hivi katika ninyi kwenye kazi yenu ya udereva, ni siku gani ambayo inakuwa ni njema sana ina abiria mnapiga hela sana? Katika Jumatatu mpaka Jumamosi? Asilimia kubwa Jumatatu. Jumatatu. Kwa nini Jumatatu? Asilimia kubwa watu wengi wanaenda kazini siku ya Jumatatu, ndio siku ambayo ya kwanza kutafuta riziki, ndio inaanzia Jumatatu. Ndio. Brother, wewe ushakufanya ajali barabarani? Hapana. Wewe miaka 20 haujawahi kufanya ajali? Kufanya ajali. Ni kwa sababu gani pengine? Utulivu na kuangalia maelekezo ya barabara jinsi yanavyoruhusu jinsi ya kufanya kazi. Unadhani kuna kitu pengine ambacho kinakwama? Kwa sababu kuna watu wengine unakuta ndani ya miaka mingapi tu tayari ashafanya ajali, lakini wewe ndani ya miaka 20 hujawahi kufanya ajali. Kuna kitu gani cha ziada pengine? Kuna ajali za kusababishiwa ambazo asilimia kubwa unatakiwa uwe makini. Kwa mfano tunatoa mfano wa pikipiki. Pikipiki asilimia kubwa anatumia honi badala ya breki. Ukisikia pikipiki inapiga honi sio kwa itasimama, itakuwa inakuja. Kwa hiyo ukishaiona pikipiki asilimia kubwa inapiga honi, ujue kabisa huyu hasimami. Mwache aende, uendelee shughuli zako. Lakini anapopiga honi pikipiki ukisema anashinda nayo, asilimia kubwa ndio anafanya ajali, anagonga. Na kwenye uvukaji wa barabara watu wengi unatakiwa uangalie. Kwenye uendeshaji wa gari lazima uangalie mtu aliyeko mbele yako, unajua huyu ana mawazo, huyu hana mawazo. Kama hana mawazo utamkuta asilimia kubwa kashawahi kwenye eneo la tukio, kashatoka. Lakini unamkuta mwingine asilimia kubwa anakuwa barabarani anachati. Ukimwangalia masikioni ana headphone. Sasa yule hata ukimpigia honi muziki aliofungulia hata wabaa mdogo. Lakini kwa macho unamuona kama anakusikia, kumbe ule muziki ulikuwa kwenye masikio wa headphone ni mkubwa. Umeona Changamoto namba 2 ambayo ni ya msingi zaidi, ambayo haiko kwenye mada, iko kwenye mambo ya bajaji, vyombo vya usafiri. Vyombo vya usafiri unajua katika usafirishaji Dar es Salaam tuna mabasi ya mwendo kasi, tuna treni inaanzia Ubungo kwenda Kariakoo, kuna madaladala. Hizi bajaji kwa kipindi hiki zimetokea wapi? Au serikali inanufaika kwa kiwango gani kuhusu bajaji? Hizi bajaji zina ruti? Ndio shida iliyokuwepo. Ukiangalia kutoka sehemu zote za daladala, bajaji uwezi ukaikuta iko katikati ya kituo, unaikuta iko kwenye mataa. Na asilimia kubwa ukikuta iko kwenye mataa sio kwa inaondoka, taa zikiwaka za kijani bajaji bado ipo. Gari imekuja huko imeshaangalia taa za kijani, bajaji ndio inatoka, haina kasi ya kutoka pale, inagongwa. Umeona? Hivi samani, umezungumza hapo kwenye upande wa bajaji pia. Unadhani kuna namna ambavyo madereva wa sasa pengine ni wengi ni vijana, ni wale wanajifunzia tu mtaani ndio wanaanza kuendesha ndio maana ajali zinakuwa nyingi, au ni kuna kitu gani ambacho uongezeko kubwa la bajaji pia, au ni changamoto wewe kwa uzoefu wako wa miaka 20 kwenye karia hii? Nafikiri katika kufikiri sina uhakika sana. Unajua bajaji asilimia kubwa zinakaa kwenye vijiwe. Vile vijiwe vinakuwa sehemu ya sio wahuni, kuna wengine wana ustaarabu. Asilimia kubwa pale wanatumia pombe za hizi kali, wanakunywa, wanavuta hizi sigara kali, msigara mwitu. Sasa uendeshaji wao wa vile vyombo vya moto unavikuta vinakuwa na mashaka. Bajaji akimwona au pikipiki akimwona mtu kashika kichwa tu hivi, anasimama hapo hapo.
Mtu kapiga mluzi pembeni, fiu, kasimama hapo hapo. Maana anajua ni abiria. Anajua ni abiria. Kumbe mtu anamuita mtu wa ng'ambo ya pili. Sasa wale elimu ya barabarani hawana. Sasa ukiangalia asilimia kubwa, usije ukisikia ajali za pikipiki, ajali za bajaji. Kwa nini hizi daladala hujasikia ndani ya mwaka kwa zimeua watu zaidi ya bajaji au pikipiki? Bajaji asilimia kubwa matatizo yao ni kusimama sehemu ambazo sio sahihi kwa ghafla, na bado hatujajua hizi bajaji zimepangiwa ruti, LATRA wanapata hela au serikali inapata hela? Kwa sababu ukipiga njia Makumbusho Posta utakuta Sansi zipo hapo, Mwenge zipo, Moroko ndio zimejaa, Mbundu zimejaa. Serikali hakikisha inapata mapato kutokana na hivi vyombo ambavyo vimeingilia mambo ya usafirishaji. Wewe ukiniuliza sasa hivi kuwa bajaji ya rangi hii hapa inaenda njia gani, unaweza kujua? Je, abiria akikabwa kwenye bajaji kutoka Makumbusho kwenda Posta atajulikana alikabwa na bajaji ya njia gani? Lakini sasa hivi ukimkuta kondakta akamtukana abiria, gari gani umepanda? Gari ya Makumbusho Posta. Hii rangi hii hapa. Yukoje? Gari hizi hapa tunamsubiri hapa. Gari askari asimama, anakuja anaangalia yuko wapi, anaangalia mara huyu hapa. Ndio huyu alinitukana. Lakini bajaji inazunguka mara ipeleke Walani, mara ziende Buguruni, mzunguko ni huo. Lakini sasa serikali, cha kwanza sisi tunapenda serikali kwa uwezo wa Mheshimiwa Mama Samia na viongozi wake, hivi vyombo vya usafiri viwe na utaratibu wa kufanya shughuli zake. Ndio maana hata sasa hivi daladala uweze kupeleka Morogoro. Kwa sababu gani? Haina kibali cha kwenda Morogoro mpaka upate special wire, wanaita special wire. Sasa unakuta bajaji inatokea Bunju mpaka Feri, abiria mwenyewe analipa gharama ya ile pesa, mpaka unamwonea huruma, anasema huyu mtu hela anaipatia wapi? Chombo cha daladala iko hapo, inaita posta 500, angalau nauli halali sio 500, nauli halali 600, lakini kutokana na change sisi tunawasaidia abiria, yani ni ile huruma, lakini ile ni halali kulipa 600, lakini tunaita 500, lakini abiria atapanda bajaji shilingi 2000. Sasa ukimuuliza huyo abiria, hii hela unaipatia wapi kulipa 2000? Anaipata kwa sababu hatujui anachokifanya, shughuli zake kufanyika. Pengine umezungumza kuhusiana na bajaji. Kuna vita ambayo wanasema ipo kati ya bajaji lakini pia na watu wa daladala. Pengine huwa inasababisha lakini ajali nyingine ya barabarani. Unafikiri hiyo pia inatokana na hiyo chanzo ambayo umezungumza? 90% ndio hiyo. 90% ndio hiyo. Vita ya bajaji na daladala haijatokea, lakini watu wasiombee itokee, kwa sababu sio nzuri. Vita tunamaanisha kwamba ule ushindani, hata barabarani tumeona mara nyingi sometime dada imegonga bajaji na nini. Ndio vita inavyokuwa. Lakini bajaji ikishajulikana, unajua, kwanza nikiongea na bwana mwandishi, tunaweza kujifunza mambo mawili makubwa. Unajua serikali ilikataza haisi zisiende mjini kwa sababu zina tairi 4. Sasa hizi bajaji zina tairi 3. Kwani zinaenda mjini? Wakati zenye tairi 4 haziruhusiwi. Haisi kwa zinaenda mjini, zikaambiwa yani haisi hairuhusiwi kwenda mjini kwa sababu ina tairi 4. Inatakiwa ina tairi 6, nyuma 4, 2 mbele. Bajaji ina tairi 3. Ina uhalali gani wa kwenda mjini kuliko haisi? Kwa hiyo kuna changamoto. Changamoto, unajua uongozi ni wana majukumu mengi ya kutatua. Sawa, lakini pia hilo nalo wataliangalia. Hebu tuzungumze kwa miaka yako 20 ambayo umekuwa kwenye karia hii ya udereva, pengine unaweza kutuambia labda katika historia yako kuna ajali yote ambayo ushakushuhudia pengine wewe ikisababishwa labda na uzembe au ya mtu wako wa karibu pengine ambayo uko unamjua? Mimi ajali ambayo ilisikitisha sana ilikuwa ni ya muda mrefu. Ile ajali ilisababishwa na abiria tu. Nilikuwa maeneo ya Ubungo hapa karibu na kiwanda cha Chibuku. Yule abiria wenzao walikuwa wamesimama kwa zebra. Alitoka, mimi nikawa kama abiria, sikuwa kama dereva, nilikaa kama abiria. Alitoka upande wa pili, akawapangua abiria wenzie, akaingia katikati wakati gari zilikuwa kwenye rotation ya kuondoka zinaenda, aligongwa pale. Hili ndio linisikitisha, kwa sababu alilazimisha kutoka kwenye watu ambao wamesimama, akavuka. Yaani kawapangua, kaingia katikati, kagongwa. Sasa ile inisikitisha kuwa yule alikuwa na mawazo gani mpaka
hatuwezi kujua kwa sababu mimi sina utaalamu wa kujua kwa afya ya akili au ni shida nini. Kwa hiyo tuna akili kwamba wakati mwingine ajali hazisababishwi tu na uzembe wa madereva, lakini pia na watembea kwa miguu wenyewe pia hawana elimu pia za barabara. Ya 90%. 90%. Kwa sababu nikiwa barabarani, asilimia kubwa naangalia uvukaji wa mtu barabarani. Barabarani huwezi ukaangalia chini, utaangalia kushoto na kulia mpaka umalize ile barabara. Usijihakikishie kuwa umeshavuka salama. Lakini unaweza kumkuta mtu anavuka barabara ana chat, anaangalia message. Barabara kubwa ambayo magari acceleration yake inatumia speed ya 50 ambayo kwa Dar es Salaam 30 mpaka 50. Sasa yeye anaendelea na simu. Na ile sehemu labda haina zebra au haina taa. Sasa mtu aweze akakuangalia kuwa ana speed ya 50, akuangalia hapo ambayo uko hapa karibu chombo chake. Ndio shida inavyokuaga hapa. Sawa sawa. Hebu unaweza kutuambia pengine, lakini ninyi mnapambana kwa barabarani kwa ajili ya kuweza kupata kile kipato ambacho pengine mna matajiri wenu ambao wanataka kufunga hesabu, lakini pia mpate kipato chenu. Pengine labda foreni za Dar es Salaam zimekuwa ni changamoto kwa kiasi gani kwa upande wenu ninyi kama madereva kuhakikisha kwamba mnakamilisha hayo malengo yenu na matarajio ya bosi pia? Unajua sheria za barabarani zinakuelekeza jinsi ya kutumia barabara. Changamoto ya foleni asilimia kubwa sio sababu ya kukosa hela ya tajiri. Asilimia kubwa utakosa wewe, sio tajiri. Tajiri atakiwa akose hela. Labda kama gari imeharibika imetumia zaidi masaa 3 ndio itapungua. Lakini kama ni pancha, foleni ya lisali moja, uweze kumwambia tajiri kulikuwa na foleni. Hilo sio swala. Ninyi mnapambana vipi kufix sasa? Au ndio hiyo kukosa wewe? Tajiri nikose. Kwa sababu kama tutapata shilingi 30,000 kwa watu wawili, tutapata 5,500 kwa watu wawili, 20,000 tutapelekea tajiri. Isimie kwenye hesabu yake ili kesho tuendelee. Ulishawahi kutoka kapa kabisa siku umeingia kazini? Hiyo ni jambo la kawaida kwa sababu ukienda kuvua unaweza kukosa hata samaki. Jambo la kawaida tu. Homo anakuelewa kweli? Unakubali. Unakubali. Na inakuwaje wakati anajua kabisa hela kila siku lazima mpate kwa abiria? Utapataje wakati labda muda huo imekataa? Labda pengine hapo unaweza kuniambia abiria wamekuwa kikwazo kwa kiasi gani kwenye kazi yenu pia? Hamna kikwazo kwa njia yetu ya Makumbusho Posta, haina kikwazo. Haina kikwazo. Haina kikwazo. Ruti gani kwa Dar es Salaam ambayo kimsingi ambao wewe huwezi kuifanya kuendesha gari kwenda hiyo? Inategemea, unajua ruti kila mtu ana changamoto yake. Kwa mfano kama kutoka hapa Bunju, Makumbusho kwenda Bunju, nauli ni 1,100. Uweze kangangania mtu akakugea shilingi 2,000 ukamgea 900. Kwanza coil ya shilingi 100 inasumbua. Kumgea shilingi 900 ili ukate 2,000 ukate 1,100 inakuwa sio sawa. Mkubwa tunachukua 1,100. Sema changamoto inakujaje kwenye abiria ambao wanashuka katikati, nauli za 600, 700 zile zinavyoelekeza. Elekezi kwa hapa ni 600, pale 700. Mtu atakwambia nashuka nauli ya 600, ukimgea tiketi ina maana huyu akifika Bunju huna kesi naye kwa sababu kashatumia ile 600. Ile elekezi ya kuwa huyu amechukua anashuka labda Japanda Kawe nauli yake ni 600, kwa mimi nikiwa na gari ya Bunju nimgea labda tiketi ya aina gani? Tiketi zimeandikwa bei moja. Hamna tiketi ya kuonyesha kuwa TV shilingi 600, Japanda Kawe 600, labda Tangibovu 700, hamna. Tiketi zote zinaonyesha 1,100. Kondakta kwa ustaarabu wake atakuuliza unashuka wapi? Okay. Nashuka Japanda Kawe. Sawa. 6 pale. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa watu ambao wanatutazama sasa hivi waweze kuelewa maana halisi ya barabarani. Lakini pia mtu mwenye dhamana ni dereva, kondakta, lakini pia na mtembea kwa miguu mwenyewe pia. Labda wito gani ambao uko nao kwa Watanzania ambao wanakutazama sasa hivi kuhusiana na masuala ya barabarani? Kwa maelekezo, sio kwa maelekezo, sijui tafsiri sahihi. Kila mtu aheshimu barabara. Dereva aheshimu barabara, mtembea kwa miguu aheshimu barabara. Unakuta asilimia kubwa watembea kwa miguu kwenye taa hawaangalii taa, wanaangalia urefu wa magari yalipo. Kwa mfano unakuta taa zimewaka kijani hapa, lakini akaikuta gari iko mbali kidogo, anavuka, anaforce kuvuka kwa sababu ile tayari imeshamwelekeza kwa ile gari kwa hesabu yake iko mbali. Lakini kasi ya gari na miguu ya mtu ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu hizi gari automatic asilimia kubwa hazitumii gia, inatumia kukanyaga accelerator. Yes. Acceleration mtu anaipigia mahesabu taa. Ile taa pale inaonyesha kuwa ni kijani. Nikifika pale nitachelewa. Kwa hiyo hapa natakiwa nitembee. Avute mafuta. Akivuta mafuta huko katikati umehesabia ile taa, inakuwa ni hatari kwako.
Na uvukaji wa barabara asilimia kubwa watu wahakikishe kuwa sehemu zote mbili ziko salama, na matumizi ya simu barabarani yasitumike. Simu umepigiwa, achana nayo, maliza shughuli yako ya kuvuka barabara, endelea safari yako, endelea kuwasiliana. Lakini unamkuta mtu kwa barabara ana chati, mtu kwa barabara asikiliza simu, haangalii kushoto wala kulia, anaangalia matumizi ya simu yake. Ile inakuwa ni shida, watu wanagongwa. Sawa, kuelekea na mwishoni kabisa tumalize na hii hapa. Kwanza hongera kabisa, umependeza. Mbona hujavaa uniform au wewe ndio siku yako off? Ni off leo. Ni off. Lakini pia kuna kachangamoto fulani ambako unasikia wanasema kwamba watu wa madereva wa daladala lakini pia na makondakta mara nyingi kuna baadhi ya ruti huwa sio watu smart sana, wapendi kuvaa zile uniform zao zikiwa smart, wanavaa alafu. Unafikiri changamoto ni nini hapa? Unajua hamna kitu chenye gharama kubwa kama suti. Suti ya daladala unavyoiona ile unaidharau, lakini yani kama ni mwizi akikuta umezianika hapo nje, akizikuta nguo zako, ya kwanza kuuzika ni suti ya daladala. Na unakuta gharama ya kuzinunua zile suti unakuta tajiri haimuhusu. Alafu kwenye magari asilimia kubwa hayana mikataba ile ya kusema kuwa wewe ni mfanyakazi wa kudumu. Unafanya wiki, miezi yako 2 3 upo kwa gari. Kwa hiyo ile changamoto ya kununua zile suti, bora ninunue kiroba changu cha unga, nivae zile kuku nitakazomkuta mwenzangu anazo, atanipa nitaendelea na maisha. Kwa hiyo inatokana kwa sababu kuepusha gharama za maisha. Cha kwanza ni kuepusha gharama za maisha, na cha pili ni kwamba gari nyingi asilimia kubwa hazina uhakika wa kudumu kwa mwaka. Sawa, tumalize na hapa. Waambie vijana ambao hawapendi kujifunza kwenye vyuo husika lakini wanapenda kujifunza mtaani, wape ushauri sasa hapa mwisho tumalize na hao. Vyuo husika vya mitaani kama kipi kwa mfano? Yaani inamaanisha kwamba kuna vijana sasa hivi wanaichipukia tu, wanajifunza tu usuka hapa na pale bila kupitia kwenye vyuo vya udereva. Unapenda kuambia kwenye masuala ya udereva asilimia kubwa hao wanajidanganya. Hamna chuo, hamna mwanafunzi atakayefaulu kupata leseni bila kupitia chuo cha udereva ambacho kinatambulika kiserikali. Ule ni uhuni tu wanaofanya, kwa sababu serikali ina vigezo vyake vya vyombo vya moto. Hasa masuala ya magari ya abiria na mizigo lazima uende shule. Huyu atakayesoma huko aje aendeshe daladala, umwambie huyo kafeli. Labda kama atajifunza ili aende akasome tena chuo ambacho kinatambulika kiserikali. Mage pale chuo cha kiserikali huwezi kufundishwa kuanza moja. Pale wanafundisha mtu mwenye leseni. Lakini ukiwa na leseni kama umesoma chuo cha kawaida hivi vya kawaida, si driving school, ukiwa na leseni class D unaenda kupandisha chuo cha serikali. Ambapo vinatambulika. Sawa. Bwana, mimi napenda nikushukuru sana bwana. Ubariki sana kwa muda wako, umeongea madini sana. Asante sana. Mtazamaji wa The Judges Media, mimi naitwa Moses Kimwaga. Mimi ni balozi namba 1 kabisa kuhakikisha kwamba Watanzania tunakuwa salama kwa masuala ya usalama barabarani. Inawezekana pengine ulikuwa hufahamu, lakini mengine ambayo wamekuwa wakizungumza hapa madereva kutoka hapa Makumbusho Dar es Salaam yakakufunza kitu siku hii ya leo. Lakini pia ikiwa ni wajibu wangu pia kuhakikisha kwamba unajua hayo, nitaendelea zaidi na zaidi, lakini pia tapiga story na watu wengine tofauti kwa udhamini mkubwa wa New Vision VTC Driving School ambao wametufikisha siku ya leo kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya kipindi chetu hapa. Ni wanapatikana maeneo yote Dar es Salaam, ukienda Kimara, ukienda Gongo la Mboto, ukienda Kigamboni, ukienda mjini Posta pia wanapatikana, hasa Kinondoni pia. Lakini nikwambie kwamba wakati ni sasa wa kujifunza udereva ili uwe dereva mahiri. Mengi tunaendelea kujifunza kupitia hiki kipindi cha usalama barabarani. Mimi ni Moses Kimwaga, nyuma kamera ni Bariki Mtondo Gwanko. Shout out.